Guhaye ikaze rero nshuti muvandimwe, wowe warangije gukora subscribe, nawe utarakora subscribe, nkwifurije gukora subscribe kugira ngo dushobore kubana ibihe byose kuri izi kamera za Sigawe Masisi TV. Mwese tubahaye ikaze rero nshuti zanjye, mu mazina banyita Formateur kabisa. Ushaka kunyita izina ryanjye kwitaba kabisa, mvuga ati uzampamagara Formateur cyangwa se Formata, uko bimeze Formateur cyangwa se Formata. Aho tuzaba turi kumwe gatanu ku kandi. Ku bakunda indirimbo kabisa, ndi umusitari mwiza, ndiyamenya ku bijyanye n'indirimbo, umbereye umufana w'indirimbo, ubaye ukunda indirimbo kabisa, buri style ushobora kwikugezaho umufana. Follow me, wanti wokora hariya kuri subscribe, ubundi byose uzabigezwaho nk'uko bikwiye. Okay? Yani nawapatia karibu nyote ndugu zangu wa Swahilini popote mlipo, karibu sana. Fanya subscribe ili tuweze kuwa wote, leo, kesho yake, mwaka ujayo, hadi siku zote milele. Kwa majina utaniita Formata. Chen ama TV utaita Nzasiga we Masisi, yani ataachiwa wa Masisi, atamwacha wa Masisi ya kwa lugha. Unajua kila lugha hapa tumekuja kuwafunza kugamba tuba wadde welcome na tubaniriza baganda bafe basebo ne banyabo abatura bakati babatuliriza budde mu kugamba tubaniriza nyogo atana bakola subscribe, so kokole subscribe kusobola obera fena. Okay, omala okola subscribe kona ku like, omaze okona ku like kiwa kijja kuba kirungi singa okwata video oba mbozi yaffe yange nawe nogisharinga ku bantu abalala, kijja kuba kirungi no kulwekyo nkwaniriza nyogo amaze okola subscribe, nawe atanabakola subscribe nkusaba okola subscribe kugamba tusobole okubeera fena. Kitu ambacho kimenileta leo ni kitu kimoja. Nimekuja ili tuzungumzie wamama zetu, angalau wengine tuko mayatima, wengine tuko na wababa na wamama, wengine tuko na wamama hatuna wababa, lakini nimetamani nizungumzie kwa wamama zetu. Then tutakuja tena tuzungumzie kuhusu wababa zetu, tuzungumzie kuhusu wakaka zetu, tuzungumzie kuhusu wadada zetu. Icyo mvuze ndavuze ati ubu twenda kuganira kuga ba mama bacu, ababyeyi bacu ba mama. Turaje twongere tuganire tuvuga ku papa bacu, ntabwo ari ukubavugaho nabi oya, ahubwo ukuntu tubayeho nuko twakagombye kubaho, nimba ariko bimeze, kujua kwamba vile tunaishi ama vile tungepashwa ishi ndivyo tunaishi ama. Ndugu zangu, najua kwamba wa vijana wengi siku hizi wa vijana wengi tumepotea njia, tumepotea njia kwa madawa ya kulevya. Wababa wengi tumepotea njia kwa umalaya na kujisifu. Wamama wengi pia hivyo wamepotea kwa umalaya, kujisifu, urozi, vitu kama na hivyo. Dada zetu wao kabisa wametutoroka kabisa, wameenda wamekuwa siwezi kueleza. Na nadhani kwamba unaona kwamba na mapenzi ya leo haiendeki vizuri kwa wavijana, wa baba, wa mama. Kila mtu mapenzi ameishika kwa njia yake. Yani mimi ni mtoto mdogo mwenye umri
wa miaka 26, mwenye umri wa miaka 26. Yaani leo nimependa tuzungumzie kidogo tu, lakini kikuwe kinatosha, kikuwe kizuri. Ndio maana nakuomba ufanye subscribe, wewe ambao hujafanya subscribe, na wewe ambao umeshafanya subscribe, asanteni sana. Yaani nasema asante na shukrani nyingi nimekupatia wewe ambao umeshafanya subscribe, na nakuomba kwamba pia hii video ama hii message uishare kwa wengine wa vijana ama watu fulani, ili uweze kuwasaidia. Utakuja kunisaidia, haitakuwa ndefu kidogo, haitakuwa ndefu sana, angalau itakuwa ndefu kidogo. Utakuja kunisamehe, lakini tu nipe muda kidogo brother, nipe muda kidogo sister, nipe muda kidogo father, nipe muda kidogo mother, kwa sababu kuna message kidogo tu ambao nimetamani tushare. Hapa juzi kuna kijana mwenzangu alinipiga story, akaniambia kwamba amekutana na bosi mwenye hela zake ambaye ni dadi kabisa, na pia ule alikuwa ni kijana, kamshetea kabisa milioni za dola, milioni za shilingi za shilingi. Kamwambia kwamba natamani tukutane mimi na wewe, angalau yule ni mme na yule ni mme, ule ni baba kabisa mwenye umri wa miaka zake, na mwingine alikuwa tu ni kijana mwenye umri wa miaka zangu. Ndugu yangu, huyo kijana anasema kwamba yeye alijiuliza kama yeye, akasema vipi hizi hela mbona zinaweza kubadilisha maisha yangu, sasa nishike hela ama tena. Akajiuliza kwamba sasa mbona nitakuwa nimekosea nafsi yangu pia na moyo wangu na Mungu wangu. Huyo kijana hakutaka kushika tena hizo pesa, hakutaka tena kusimulia na huyo baba, akashika njia akaenda. Huyo baba akaongeza gari mbele, akamwambia hivi, niambie hela ni kidogo, tuwezi kuongeza nyingine zaidi ya hii. Kijana tena akawaza, akasema hapana, mimi siwezi tu, yani nimepatwa na oga, siwezi. Huyo baba akashika hela kidogo kampatia huyo kijana, alafu kashika gari yake kaenda. Sasa unaweza kuuliza, ingekuwa wewe ungefanyaje kwa hali ya maisha yako? Ilikuwa ni mamilioni kabisa, kwa sababu yeye alimwambia kwamba na pia hizi naweza kupatia zaidi ya hizi, tena hizi nakupa, hizi nakupa tena zaidi ya hizi, wewe tukikubali mimi na wewe tukutane. Huyo kijana alipotupiga story, tulikuwa vijana zaidi ya 7, lakini wote ndugu yangu, mimi na yetu tulibaki kwa msingi wake. Wengine wote tu walibaki wakisema mimi bana, hiyo hela nyingi bana, hela nyingi. Mwingine akileta komenti zake, ona sasa vyako wewe mpumbavu wewe. Vijana, sasa mi shauri tu moja ambao nilikuwa nikiwapa ni kwa sababu tu mimi nilifanya hivi, nilikuwa na rekodi kwa simu sound, nilikuwa na rekodi sound kwa simu. Ikibidi video nyingine ambayo nitakuja kufanya mimi tu nitatumia hiyo sound, alafu video tu nita create tu video fulani, lakini tu mtapata message kwa hiyo sound. Ndugu yangu, mimi tu nilikuwa nawaambia jambo moja. Naambia, kwa nini vijana hamwamini? Kwa nini hamjue nguvu zenu? Kwa nini hamjue nyinyi ni wanani? Wengi mnakimbia Freemason, mnakimbia Illuminati, mnashindwa, hampati na bahati pia. Wengi mnajiuliza njia iko wapi? Njia iko wapi? Bana, njia iko wapi? Mumetafuta manjia za Freemason, Illuminati na kwenda kwa warozi, mmeshindwa. Unaweza jiuliza kwa nini sasa? Ela kwa Mungu imekosa, ela kwa shetani imekosa, ela kwako wewe mwenyewe imekosa.
Shetani ameshakuiba, alikudanganya kwamba anaweza kupa na mwisho akakuiba. Na kuna yule ambaye si kila mtu ndiye aliumbiwa kuishi vizuri. Kuna ambao waliumbiwa tu kupita maisha yao yote kwa umaskini hadi kufa. Laiti vizazi vyao, watoto wao, wajukuu wao ndio watakuja kupata hela miaka ijayo. Ndugu yangu, ukiomba sala zako leo, ukitamani zijibike leo, utamchukia Mungu kwa sababu hata kujibu leo. Nakwambia ukweli. Lakini anaweza kusaidia leo kwa msaada ambao anaona kwamba ndio unatosha. Akikupatia uzima wa leo, tosheka. Kuna yule ambaye yuko hospitalini hana chakula. Ana uwezo wa kula kila kitu chote kwa sababu pesa anazo, lakini hakiwezi kuingia mdomoni, umefungwa. Yuko kwa oksijeni, ndugu yangu. Shukuru basi, jaribu tukushukuru. Sasa usijiulize mwenyewe unapopatia mtu kitu, anakushukuru. Si unapata kwamba moyo wako unakwambia kwamba huyu mtu, yani ningempatia na kingine zaidi, light sijui angeshukuru zaidi, sijui unaona, unajifili. Nachotamani ujue ndugu yangu, maisha ya pesa, maisha ya utajiri, maisha ya umaskini, hiyo yote ni maisha ya kiroho, si maisha ya kimwili. Ndugu yangu, unavyoishi umaskini, hiyo si maisha ya kimwili, maisha ya kiroho. Na unapopambana sasa, usipambane kwa kutumika sana. Utatumika sana, utachoka, utazeeka, hujapata hata kitu. Lakini pambana kiroho. Laiti unaweza kupambania familia yako ijayo, watoto wako, wajukuu wako, wazazi wako, ama wewe mwenyewe. Fanya subscribe, like, na unaweza kukomenti lolote ambao unataka. Lakini ninachotamani kwamba share hii message kwa wengine, watu tofauti ambao wanahusika, ambao watakuwa ni rafiki zako, ambao unaona kwamba wangetamani kusikia hii message, wafikizie, itakuwa ya muhimu na Mungu atakubariki pia. Ndizo baraka ambazo nawaambia tunapaswa kupigania hapa duniani. Baraka hizo zote tutazipigania kiroho bana. Baraka tuzipiganie kimwili, kwa sababu hao wanadamu hao ni wabaya. Tunawapatia vitu vyetu, tunawapatia mwili wetu, tunawapatia nguvu zetu, tunajitoa kufa juu yao, lakini hawashukuru. Mfano, unadhani kwamba mtoto anapotoka nyumbani anaenda kuwa soja porini kwa kufa, kwamba anakufia nchi? Unadhani wale ambao wanakufia huko porini, huko msituni, unadhani kwamba maiti zao zinajulikana na wazazi wao ama serikali ama nchi? Unadhani kuna siku watawakumbuka? Kuna siku watakumbuka ukikufia huko? Lakini hizo bahati ziko kwa wale tu wakuu. Sisi tunakufia wale, ni sadaka zao. Ukitoka tu unasema mimi naenda kufia wale, unakufia wale, si ndio? Vijana tuwe makini na hivi tunakufia watajiri wenye pesa. Sisi tunawakufia kwa sababu tunawatumikia kila kazi, lakini mshahara unakuwa wao, ikibidi na chakula hawatupatii. Wengine nimewaambia kwamba maisha ya utajiri na umaskini ni maisha ya kiroho. Wengine wanapata riziki, wanaridhika kwa kiroho, wakati wasoja wako na ua wenzao, wanawaua, wanawapiga masasi wote, wanauaua. Unadhani kwamba wanafanya hivyo kwa sababu gani? Wamoja ni kwa sababu ya maisha,
wengine wanasema ni kwa sababu ya nchi, lakini kuna create ambaye alicreate hiyo vita. Yeye iko kwake, ana enjoy na familia zake, yuko kwake kwa mapu, anasoma zingine mapu, yuko kwake anachapa plani zingine. Unaona, huko mnakufa bana, huko mtakufa. Unaona, sasa ule atalipiwa kwa damu hizo zote ambazo zitamwangika huko, iwe yako iwe ya wale ambao umeua wote, yeye malipo yake atayapata kwa damu hiyo ambayo imemwangika. Au naona kwamba ni waraia, ni watu wakuu wajeno, wale wanalipiwa kwa damu bwana, ni nguvu za siri za moyo. Utabaki tu kimwili hivi. Fanya vyako utaona. Ngushimiye nshuti muvandimwe ushoboye kuba wumvishe bikeya mu Giswahili, reka noneho ngowe n'ubutumwa bwari bugukwiye gakeya wenda mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Nshuti muvandimwe waba uri kunyumva, nimba ubona abasore bahaguruka bakajya mu rugamba kurwana, gupfa no kurasa abandi, kwicana, ni kuko hari mission bahawe, hari mission bariho, gupfira igihugu, ni sekirite z'ibihugu, sinzi uko twabyita, ariko kumva ko harimo ibintu byo kurasana, byo kwicana. Ayo maraso wumva tuzanye bya jenoside, hari ba creator. Abo rero bishurirwa mu mwijima, bishurirwa mu maraso.